anabisha. Anasema ukimkubalia, ukimfungulia mlango, atakaa pamoja nawe. Atakaa pamoja nawe. Tena anasema nitakula pamoja nawe. Nitakula pamoja nawe. Nimesema kwamba kama wewe ni mwaminifu kwa Mungu, ni lazima uwe mtu ambaye ana mahusiano na nani? Na kama una mahusiano naye, ni sharti akae ndani. Na Yesu akikaa ndani mwako, huwezi kutabara, huwezi kunywa pombe, huwezi cheza kamari, sababu sio tabia zake. Sasa ni wewe kujiuliza, je, yupo pamoja nami? Je, nimemfungulia mlango ili niwe mtu mwaminifu kwake? Kama umemfungulia mlango na amekaa pamoja nao, amekaa ndani mwako, huwezi sema uongo, huwezi tukana watu, utakuwa mwaminifu. Ila kama bado leo anakokola, si ndivyo tunaposema leo anakokola, anapisha, anapiga hodi, ukimkubalia tu kumfungulia moyo wako, atakaa pamoja nao. Tena anasema kitu kwamba atakula pamoja nao. Wewe jihisi tu upo karibu na Yesu, unakula pamoja naye. Utajiishi je? Utajiishi je? Utasikia furaha sana, sababu mimi najua chakula anayotupatia. Nilipata katika Kumbukumbu, nadhani ni sura ya 28. Hapo ndipo mimi ninaweka sana macho yangu, sababu hapo kuna mibaraka tele. Anasema nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo, nitazibariki kazi za mikono yako. Yani ghala yako ya kukadia unga, ghala yako ya kukadia unga haitakauka. Anasema nitakubariki shambani, nitakubariki pia kijijini, pia na mjini. Lolote utakaloguza litabarikiwa. Jamani, lolote utakaloguza litabarikiwa. Watu hawajanisikia. Nasema hivi, lolote utakaloguza litabarikiwa. Ukimkubalia tu kumfungulia mlango, utakula pamoja nao. Utakula pamoja naye, atakaa ndani mwako. Ukimfungulia tu mlango, utasoma kwa wakati wako Kumbukumbu sura tu ya 28. Anasema nitakubariki, nitakubariki, nitakupatia haja za moyo wako. Ila shida ni kwamba hakijamfungulia nini? Mlango. Hajafanya makao yake ndani mwetu. Nimesema haya utaiona kwa watu ambao ubora wa watu wa Mungu. Kama wewe ni mtu wa Mungu, ni lazima uwe na mahusiano naye. Sikia haya ya pili. Haya ya pili, wanaalika watu kumwabudu Muumbaji. Watu ama masalia, watu waliosalia, watu waaminifu kwa Mungu, wanafundisha watu kumwabudu Mungu Muumbaji. Mungu Muumbaji. Kama una watu ambao hawatangazi, yani watu hawamutangazi, hawamhubiri huyu Mungu Muumbaji, hao watu sio masalia, bali masalia watu waaminifu wa Mungu, wanafundisha Mungu Muumbaji. Chukua Mwanzo 2:2. Tuangalie huyo Mungu Muumbaji yukoje, alifanya nini? Msomaji wangu, Mwanzo 2:2. Mwanzo 2:2 nasema hivi. Nasemaje?
Siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake aliyofanya. Anza Mwanzo. Sura ya 2 Mwanzo. Mwanzo. Sura ya 2 fungu la kwanza. Yaani Mwanzo hapa. Sura ya 2 mstari wa kwanza nasema hivi. Inasemaje? Mbingu na dunia na nchi zikabadilishwa na jeshi lake lote. Na jeshi lake, jamani, naongea na watu au na binadamu? Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote kabisa. Mstari wa 2. Ndio. Siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake aliyofanya. Pole msomaji wangu. Siku ya saba akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Ni siku ya ngapi? Ya saba. Ambaye alipumzika hii siku ya saba ndiye aliyeumba siku ngapi? Siku 6. Huyo ndiye Mungu muumbaji. Uliza jirani yako, umeelewa au haujaelewa? Amekujibuje? Ameelewa. Hapo ameelewa. Huyo ndiye Mungu muumbaji. Ukiona watu eti wanajiita watu waliotumwa na Mungu, bali hawamfundishi huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, jua kwamba wanamfundisha huyu Mungu anayeitwa Robert Powell. Huyu mcheza filamu, hilo ndilo jina lake. Utabuki kwa wakati wako, enda Google tu uweke hapo Robert Powell, watakuletea huyu ambaye alicheza filamu. Bali kama wanakufundisha huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kwa siku 6, lakini siku ya saba akapumzika, huyo ndiye Mungu muumbaji. Hao ndio watu waaminifu kwa nani? Kwa Mungu. Ukiona hao watu tu, jua hawa ni watu wa masalia, watu waliosalia. Nilisema katika Gareka kulipo na watu 8 walikuwa waaminifu kwa Mungu. Wao ni masalia. Katika Sodoma na Gomora kulipo na watu 3. Wale walikuwa waaminifu kwa Mungu na wale walikuwa masalia. Hata leo kuna masalia. Hata kama manabii wamekuwa wengi, makanisa yamekuwa mengi, bado kuna kanisa la masalia ambalo linafanyaje? Linafundisha huyu Mungu muumbaji. Sio Mungu ambaye hakufanya upumziko, sio Mungu ambaye hakupumzika. Na tunapofikia hapa, wengi wanasema wanahubiri tu siku, wao tu wanahubiri siku. Si kwamba tunahubiri siku, bado tunaweka hapo mstari, sababu ndipo wengi wanaangukia. Hapo ndipo pako weak point, ambapo wengi wanaangukia, na tumetafuta hiyo weak point ili kusudi tuyatengeneze. Na tukiendelea kusema, wanasema kwamba eti wanafundisha siku. Sio siku. Huyu Mungu muumbaji alifanya kazi siku 6. Ya saba akafanyeje? Huyo ndio Mungu muumbaji. Kama unaamini kwamba eti mbingu na nchi zina Mungu, unaweza kujua kwamba huyu ndiye Mungu muumbaji. Na huyo Mungu wako muumbaji alitumika siku 6, akapumzika siku ya ngapi? Huyo ndiye Mungu muumbaji. Bali wanapokufundisha Mungu ambaye hakupumzika, huyo sio Mungu muumbaji. Ni Mungu ambaye alikuta Mungu ameumba. Hapo wanamsherehekea Christmas. Na huyo Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akasema kwamba katika kitabu ni cha Kutoka 20, ikumbuke siku ya Sabato, uitakase na uibariki. Siku 6 fanya kazi zako zote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Mungu wako. Hutofanya kazi wewe, wala nani, wala mwana wako, wala binti yako, wala mfanya
wako, wala mgeni anayekaa malangoni pako, hata wanyama wako wa kufugwa hawatafanya kazi. Ndio Mungu muumbaji huyo. Bali kama unakuta watu wanakuambia kwamba siku ni siku, siku ni siku, unaweza kufanya siku ni siku, jua kwamba hawafundishi Mungu muumbaji. Hapo ndipo utaona, je, hawa watu ni waaminifu wa Mungu? Je, hawa watu ni masalia au sio masalia? Hapo ndipo utagundua na kanisa la kweli linalomhubiri Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na nchi. Hao watu, yaani tunaangalia ubora wa watu wa Mungu. Cha kwanza nilisema watu kama ni watu wa Mungu, waaminifu wa Mungu, ni sharti wawe na mahusiano na huyu Yesu Kristo. Nimesema ya pili, wanaalika watu kumwabudu Mungu muumbaji. Hebu nisomee tena Ufunuo kwa hili tu, Mungu muumbaji. Nisomee tena Ufunuo mstari wa 14, yani sura ya 14. Ufunuo 14:7. Ufunuo 14:7 inasemaje? Akasema, inaanzia hapo. Saba nasema hivi. Ndio. Akasema kwa sauti kubwa. Akasema kwa sauti kubwa, ogopeni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu imefika. Kwa maana saa ya hukumu yake imefika. Saa ya hukumu yake imefika. Ogopeni Mungu, kwa maana saa ya hukumu wake imefika. Kama unamwogopa Mungu, ni sharti uanze kumwabudu Mungu muumbaji, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Sio akina Tamuzi, sio akina Altoreti, sio akina Mungu jua. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, si akina Mungu Diana. Ninanyamaza ili ingie akilini mwako, hata kumwabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Aliziumba kwa siku 6, akapumzika siku ya 7. Na huko akatuambia kwamba jamani, muikumbuke hii siku, sababu unapokumbuka siku ya 7 unasherehekea uumbaji. Unapoacha kazi zako, unaenda kanisani siku ya Sabato unatangaza kwamba kuna Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, akapumzika siku ya ngapi? Unamtangaza. Bali unapofanya kazi yako siku zote, unasema hakuna Mungu, hakuna aliyeumba Sabato, hakuna Mungu, yote yamekuwa yote. Hapo ndipo tutaona watu ambao ni waaminifu kwa Mungu, watu ambao ni masalia. Nimewapa masalia wengi wapo katika Biblia, akina Shadraka, Meshaki, Abednego, pia Daniel. Wao pia walikuwa masalia, wakaacha kuabudu sanamu. Jinsi pia sisi leo tumeacha kuabudu masanamu zote, akina Altoreti, akina Mungu jua, akina Diana. Tukasema hapana, kuna Mungu muumbaji, sio Mungu jua. Sunday ni siku ya Mungu jua, sio siku ya Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Unaposherehekea siku ya Sunday, Kifaransa inaitwa dimanche. Sunday sio siku ya kumsherehekea Mungu muumbaji. Katika Biblia hautapata siku wanasema eti siku ya mapumziko, eti ni Sunday. Sio Sunday, ni Saturday, Sabato. Hata wengi rafiki zangu ninawaambia, hata kama mimi hamuniamini, hebu enda tu kwenye Google. Tena nyinyi mtagundua kwa Kifaransa, andika tu selon la Bible.
le 7e jour c'est quel jour? Watakwambia Google haina dini. Haina dini. Waliounda Google ni Wasabato, sio Wasabato. Ila ingia kwenye Google sahihi tu, fanya kwa Kifaransa selon la Bible, le 7e jour c'est quel jour? Watakwambia kama ni siku gani. Na wala Waadventista hawakuunda Biblia, hawakuunda ndio Biblia, na wala hawakuunda Google. Inaingia watakwambia ni siku ya Sabato, Sabdi ndio siku ya Sabato, na wala sio Dimashi. Dimashi umeletwa na wadini Warumi, akina Konstantino ndio walileta Dimashi. Hapo ndipo utaangalia kanisa la kweli liko wapi. Je, ni hili kanisa la manabii? Kesho utanunua gari, kesho utanunua gari, kesho utajenga nyumba, kambo yako amekuloka, shangazi yako amekuloka, bakwenu ugonjwa. Hapana, tuende katika maandiko. Tuende katika maandiko. Sababu Biblia imetuambia utawajuaje wanabii wa kweli na wa uongo? Wapo humo. Katika Biblia hawakwambii uzi chumvi, uzi maji. Hakuna kabisa. Hapo ndipo utajua watu wanaobaki kumwamini Yesu Kristo, wanaofundisha Biblia kwa unyofu. Ninapofika hapa huwa ninakumbuka Swahili langu. Ninapenda sana kulisoma. Na nitalisoma kwa Swahili ya kisasa, ndio imeweka sawa. Sababu msomaji mzuri wa Biblia hawezi kuwa na tafsiri moja. Inabidi uwe na tafsiri 3, sababu kila tafsiri ina umuhimu wake, ina ubora wake. Mimi ninasoma Swahili ya kisasa. Eka katika Wakorintho wa pili 17. Hapa ndipo mimi ninajivunia. Wakorintho wa pili 17. Swahili yangu inasoma hivi, ni Swahili ya kisasa. Inasema hivi: tofauti yangu na watu wengine ni hii, sisi hatufanyi biashara na neno la Mungu. Sisi hatufanyi biashara na neno la Mungu. Sisi hatutakuuzisha chumvi, hatutakuuzisha maji. Hatufanyi biashara na neno la Mungu. Sikia tena. Yaani hatufanyi biashara na neno la Mungu. Yaani kwa ajili ya kupata faida. Kwa ajili ya kupata faida. Sisi hatufanyi biashara na neno la Mungu kwa ajili ya kupata faida. Sikia hasa hii, kinyume chake, katika Kristo tunasema maneno ya Mungu na kwa unyoofu, kama watu tuliotumwa kutoka kwa Mungu. Hatufanyi biashara, tunafundisha neno la Mungu. Hatufanyi biashara ili kupata faida. Ndio wale ambao wanawatangazia unabii eti mafuta ya upako, eti maji ya uzima, eti chumvi ya sijui chumvi ya nini. Hatufanyi biashara. Hatufanyi biashara. Inanyamaza ili akilini mwako. Watu tunafundisha maneno ya Mungu katika unyoofu wake na katika ukweli wake. Unajua sababu gani watu wameshindwa kutangaza hii, wameshindwa kusoma hii Biblia? Ni sababu wanasoma ukweli, bado huo ukweli hawaufanyi, inawazuia kutangaza ukweli. Sababu atasoma katika Walawi 11 kuna wanyama wazuri na wanyama wasio wazuri. Anafungua, anasoma hapo. Akimaliza kusoma anajua mimi kama pastor, kama nabii, kama profeta, hizi mnavyowaita, mimi ninatumia nguruwe, mimi ninatumia sijui kabambale, sijui mikebuka. Nitawezaje kufundisha watu kwamba Biblia imekataa nguruwe? Si watasema mbona wewe unayatumia? Ili kusudi ajifiche, anafunika hapo, hatafundisha hivyo. Na kiafundisha anasema ni mambo ya kale, na nyinyi mnatika sherehe so omededie. Kiweso
sorry. Tireswa ulisoma maandiko kwamba ni mambo ya kale. Jereswa omedi o prophetess. Ulisoma. Wanafunika sababu hawataweza kuifundisha sababu wanaitumia. Kama hii Biblia ingelikuwa inafundishwa kama zamani, ingelikuwa heri. Sababu zamani Biblia ilikuwa inajisema peke yake. Watu wa zamani walikuwa wanafundisha hivi. Anakuja na Biblia, anasoma hivi jinsi kwa maana hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie apate uzima wa milele wala asiangamie. Kwa maana Yesu hakuja kuleta hukumu wala kuhukumu watu. Akimaliza tu anafunga Biblia anatoka. Hataongeza wala hatapunguza. Sababu katika Ufunuo ametuambia usiongeze wala usifanyeje. Kuja kwetu leo sasa. Unasoma shahiri moja. Kwa maana jinsi hii inamaliza siku 3. Unaelewa? Kwa maana jinsi hii, kwa maana jinsi hii siku 3. Kwa maana jinsi hii. Kwa nini tumefanya hilo? Na kwa nini pia leo na mimi ninafundisha? Ni sababu Yesu alipokuja akaleta urahisishi wa kusoma maandiko na akaleta mafafanuzi. Utaniambia aliletaje? Anasema hivi, watu wa zamani walisema usizini, bali mimi nawaapia amtazamaye ndugu yake kwa kumtamani amekwisha fanyaje? Pale amedadavua, hajadadavua. Ili kusudi tufuate mwenendo wa Yesu, leo sisi tumekuwa bingwa. Kwa maana jinsi hii inamaliza wiki. Biblia ijizungumze yenyewe. Hapo ndipo utakuta watu ambao wanaongea Biblia kwa unyofu. Watu ambao hawafanyi biashara, wanaifundisha jinsi ilivyo. Ni masalia. Wanaoitii Sabato ni masalia. Akina Shadraka walikuwa masalia, akina Lutu walikuwa masalia, akina Nuhu walikuwa masalia. Hao ndio masalia. Na leo hii hata kama kuna watu wanawanyosha chumvi maji, bado kuna masalia. Masalia wanaokuletea leo habari njema. Hao ndio masalia. L'Eglise de reste. Hapo ni bati kabisa. Hapo bado inaichunguza maandiko. Sikia haya. Ukiona watu na wayani ubora wa watu wa Mungu, ubora wa watu wa Mungu tumegusia kwamba ni watu ambao wanaamua, wanatangaza watu wa muabudu Mungu muumbaji. Haya yengine, wanaheshimu amri za Mungu. Watu ambao ni masalia, watu ambao ni waaminifu kwa Mungu, wanaheshimu amri za Mungu. Kama una watu wanajitetea tulitumwa, sisi ni nabii. Mchunguze, je, anaziheshimu amri za Mungu? Msomaji wako, chukua Bible yako. Twende katika Yohana. Hii tusisome. Yohana 14:15. Hiyo tutasoma. Jamani, humu nina wainjilisti ambao Biblia ndio chakula chetu cha kila siku. Humu nina wainjilisti au Biblia ndio chakula chetu cha kila siku. Yohana tena hatuwezi kuwa tukisoma ni kukariri tu. Inasemaje? Yohana 14:15 kabisa. Kama mnanipenda mtii amri zangu. Huyo ni mwinjilisti. Sio vichache ambavyo tena tutakuwa nasoma Bible. Tukienda kule kwa Kumbukumbu la Torati, Habakuki, ndio tutakuwa nasoma, ila hii hatuwezi soma. Ukilipenda utazishika nini? Kama huyo ambaye anakuambia ni nabii alitumwa, ni prophet, je, anazishika amri za Mungu? Na kama anazishika amri za Mungu ni ngapi? Ni 10. Na kweli kama anazitii hizi 10, amri ya 4 inasema asifanye kazi siku ya Sabato. Je, hafanyi kazi? Watu waaminifu kwa Mungu, wanaotangaza habari njema katika unyofu na kweli,
hao ni masalia. Hebu tena soma 21. Hiyo tu Yohana 14:21. Yohana 14:21. Amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda. Yeye ndiye anafanyaje? Mwenye kunipenda. Yeye ndiye anafanyaje? Mwenye kunipenda. Yeye ndiye anafanyaje? Mwenye kunipenda. Jamani, ninaongea na watu au na binadamu? Anasema hivi, yani ukimpenda na ukizishika amri zake, huyo mtu ndiye anayekufanyaje? Kama wewe ni mtu teule, kama wewe ni mwaminifu, ni lazima ushike nini? Sio 9, sio 3, 10. Na hizo hatusemi ni amri, ni upendo 10. Sababu tukisema amri utaona ni kana kwamba Mungu anakushurutisha. Sio kukushurutisha, anakusihi. Kama unanipenda utazishika, na kama hunipendi acha. Ni wewe kuangalia, je, unampenda? Ya mwisho nikienda kumalizia, nitaangalia saa yangu sana. Ya mwisho nikienda kumalizia. Kabla sijaenda mwisho, hebu chukua tena Yohana 15:10. Yaani 15:10. Yohana 15:10. 15 mstari wa 10 na inasemaje? Kama mkitii amri zangu, mtakaa katika Kama mkitii amri zangu, mtakaa katika mapendo yangu. Kama vile mimi nilivyotii amri za Baba yangu na kukaa katika mapendo yake. Very simple like that. Very simple like that. Mpende Yesu. Ukimpenda utashika amri zake. Tusikie kwamba mimi nampenda Yesu. Je, unazishika amri zake? Je, uko radhi kupoteza kazi yako kwa ajili ya huyu Yesu? Je, uko radhi kufunga duka lako, kufunga ofisi yako, unasema hii ni siku ya Sabato? Kama ukishindwa haumpendi, kama unaweza unampenda, unazishika amri zake. Very simple like that. Hasa nikienda kwa mwisho, kama hao watu ni waaminifu kwa Mungu, ni lazima wanamhubiri Yesu Kristo kwa ukweli. Wanamhubiri Yesu Kristo kwa ukweli. Hao watakuwa masalia. Kama wanamhubiri Yesu Kristo kwa ukweli, hao watakuwa masalia. Chukua Ufunuo 14:6. Ufunuo 14:6. Msomaji wangu inasemaje? 6 anasema, ndio. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu kabisa, mwenye habari njema ya milele. Ahubiri kwao wanaokaa juu ya dunia na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Msomaji pole, tuanzie hapa. Hao watu ambao ni masalia wanaleta injili, wakihubiri kwa kila taifa, kwa kila lugha, kwa kila taifa, kwa kila kabila, kwa kila jamaa. Sasa mimi najiuliza, wakati nilipofika Kolwezi, makanisa yapo mengi kupita hata hospitali. Yapo mengi kupita hata vyuo vya shule. Makanisa yapo mengi kupita hata soko. Ajabeni, nitasema tu ukweli ni ukweli, na ukibezi hata kama ni chungu. Kolwezi makanisa yapo mengi.
masoko. Ukihesabu ofisi, makampuni ni chache kupita makanisa. Utaungana nami, hebu tu nyoroka tu hii kama haupati ndogo, yani kama ukipata ndogo utapata hata 50. Kwa hii ni tu 50. Enda hii ifuatayo 51. Ili ukienda hasa huko utahesabu hata milioni. Jamani milioni. Jamani milioni. Kwa nini wanafanya hivyo? Wameona kwamba kitu kilicho rahisi leo ni kununua Bible na kutangaza habari njema. Na kitu ambacho wamegundua kwamba ni kutoa unabii. Anakuona, nimesoma nyota zako, umetoka kazini, Mungu ananituma unipe hiyo pesa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ukimwona jamani huyu ni omidadie, jamani huyu ni profete, anakwambia utapokea magari. Jamani ni magari. Aishareswa wewe unareswa nini? Kama kweli ana uwezo, si yeye ainunue kwanza? Amina. Utajenga magari, yeye hana na pikipiki, hata baisikeli hana. Eti anakuombea upate magari. Kwa nini yeye asijiombee apate hivyo vigari vikiwa vingi aje akupatie? Ila kwake anasema tununulie pasta wetu gari, wewe ukija anakuambia tutakuombea. Kwa nini naye asikununulie? Tuwe na akili, chunguza maandiko. Chunguza maandiko. Ndio maana mnauzishwa chumvi, vitambaa, kwa sababu kolowezi. Ukija tu na kafrasi kako kamotomoto, Jesus, no, Jesse. Quelle gloire, oh amen, quelle gloire, amen. Umesoma Biblia? Ndio maana mimi nimekuja kolowezi ili niwarudishe mbele katika maandiko. Usikubali chochote. Taifa langu linaangamia kukosa nini? Maarifa. Sababu hatusomi, atakudanganya, anakutapeli. Hawafundishi kitu kupitia tu matoleo. Kanisa yote ni matoleo. Hiki ni kitunga cha mzee, hiki ni kitunga cha pasta, hiki ni kitunga cha mashimashi, hiki ni kitunga cha wale waliobora, hiki ni kitunga na kitunga cha upako, kitunga cha maombi, kitunga cha kumnunulia pasta koti, kitunga cha kumnunulia mzee sijui nini. Imetoka wapi katika Biblia? Kazi ya kutangaza injili ni kazi ya utumwa. Mimi nasema hivi, ukiona mtu anatangaza injili eti ya Yesu Kristo, Yesu anapashwa amshughulikie. Wa kwanza ambaye ninajua ni Elia, hadi kunguru zilimulisha. Wa pili ni Paulo. Wa tatu ni Elia. Huyo nimesema. Wa tatu ni Elisha. Wote Mungu aliwashughulikia. Kama kwa kweli naye ametumwa, kwa nini Mungu asimshughulikie? Kwa kweli kama anamtumikia Mungu wa kweli, kwa nini Mungu asimshughulikie? Mungu hawezi kuacha mtumwa wake afadhaike, awe maskini. Eti unamtumikia Mungu wewe ni maskini. Mimi nasema hapana. Hauwezi kumtumikia Mungu akawa maskini. Hauwezi kabisa. Wengi wanatumia hapa kwamba nyinyi ndio utajiri wa mapasta, unajua nini. Mimi nakataa. Kama kweli Yesu amekutuma, ni lazima akushughulikie. Ni lazima akushughulikie, sababu utampatia haya. Utangaze neno la Mungu, utangaze neno la Mungu, utangaze neno la Mungu na t-shirt ambayo imepasuka. Huyo ni Mungu wa aina gani ambaye akuache kudharaulika? Ila huku mimi ananiambia mtoto wangu, unajua wateke
Ndio. Wandege hawana shamba, hawalimi. Nasema ndio baba. Hasa hao wandege kila siku wanapata chakula. Nasema sasa je, jilinganishe wewe na ndege, nani yuko na faida, nani yuko na thamani? Valeri nadhani nani yuko na Valeri kati ya mandege na wewe? Nasema ndege, mimi nina Valeri. Anasema hasa kama ninakulisha ndege, je wewe? Tena nakuja tutakucho, unajua hii muhindi, sijui tunajua muhindi inavaa mavazi gapi? Walimaji mko hapa. Unapochuna tu muhindi, unaanza mnasema kuitodola, unaanza kuitodola, unapata mavazi gapi? Na hasa wewe na muhindi, nani yuko na Valeri? Sasa Mungu kwa nini ashindwe kukuvika? Uliza jirani yako, umeelewa ama umeelewa? Amekujibuje? Jamani niulize vizuri rafiki yangu, je, umeelewa ama umeelewa? Amekujibuje? Ameelewa. Nimenyamaza ili ingie akilini mwako. Usidanganywe tena. Usiuzi maji na kitu nikiweke sawa. Ukiona mtu anachukua utukufu wa Yesu Kristo, huyo mtu sio wa kweli. Nimeona wengi wamejipa utukufu. Anapoponya mtu anasema ni mimi niliyemponya, nimekuponya, leo nitakuponya, mimi leo nitakuponya. Wewe utakuponyaje? Akikwambia mimi nitakuponya, jua ni yeye atakayekuponya wala sio nani. Atakuponya kwa nguvu zake za kibinadamu wala sio za Mungu. Ninazingatia sana, ninaweka hapa mtadha vizuri. Ukisikia mtu anakuambia leo kuna maombi ya deliverance, weka nukta. Deliverance, Mungu analeta Mungu anaokoa kwa wakati unaofaa. Akitamani kukuokoa na sahihi atakuokoa. Ila wanakwambia leo kuko maombi ya deliverance. Deliverance, yeye ataamuru Mungu afanye deliverance. Mungu anafanya deliverance kwa wakati unaofaa. Yeye mwenyewe akisema leo nitamponya mtoto wako fulani, hata iwe deliverance, hata isiwe deliverance, utapona. Bali mtu akianja anakuja leo ni maombi ya deliverance, jua amejipanga ili aje yeye ndiye atawadeliver na wala sio Mungu. Sababu Mungu tunasema mapenzi yako yafanye nini? Yafanyike. Kama ni mapenzi yako kukuponya leo, atakuponya hata kama sio siku ya deliverance. Ila mtu anakupangia leo ndio siku ya deliverance, yeye amepanga. Sijui nimeeleweka. Mungu anaponya kwa ninaamua kujiunga na hawa watu waaminifu kwa Mungu. Simama mahali upo. Ukisema nitaendelea kujifunza hii Biblia, nitaendelea kujifunza maandiko matakatifu, inuka mahali ulipo. Inuka mahali ulipo. Tena tuimbe huu wimbo wetu tu. Huu wimbo tu. Tuimbe huu wimbo pole pole, kisha nitamalizia kwa maombi. Sijui ni namba ngapi bali utanisaidia. Tazama wewe ni Baba Mungu wote wenye nguvu, Usiyo
umefungwa. Tazama wewe ni Baba, Bwana wa wote wenye mwili. Tena hakuna neno usiloliweza. Yaani hakuna neno usiloliweza. Mungu wangu, kwa kweli ahadi zako ni za kweli. Ndio maana ninaombea mtoto wako huyu leo. Hebu muonyeshe bado kuna kanisa la ukweli. Sisi hatuwezi, bali wewe ukiamua kumuonyesha hata jioni ya leo kwamba bado kuna kanisa la masalia ambalo bado linajivunia, kanisa ambalo bado linajivunia, kanisa ambalo bado linazungumza maneno yako. Muonyeshe leo. Hakuna kitu kinachokushinda. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Kanisa ambalo bado linafundisha unyoofu wa maneno yako bado lipo. Tazama, zama zote kulikuwa bado watu waaminifu kwako. Akina Nuhu walikuwa waaminifu kwako. Akina Lutu walikuwa waaminifu kwako. Akina Mesha, Daniel, Shadraka, Abednego walikuwa waaminifu kwako. Na hata leo, hata manabii wewe wengi kiasi gani, bado una wale wako ambao ni wa masalia. Basi ambia rafiki wako huyu leo ambaye umempa mwito ili aje atujumuike nasi leo, aweze kupata habari za huyu Yesu, aweze kupata ukweli. Nitakushukuru sana ukiamua kumuonyesha kwamba bado kuna watu ambao bado wananitakaza kwa unyoofu. Ninakushukuru sababu utatenda makubwa. Nakushukuru sababu utaendelea kumupa mwito, utaendelea kumupa nguvu ili bado aendelee kuja kulishikia neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na imani, sote tukisema amen.